msituni. Cha mwenzio kule msituni. Kitu gani hicho? Nilikuwa nimeenda kusanya kuni tu nyumbani, ni maajabu, sijui ni maajabu. Yaani watu gani, nilisikia sauti ya ajabu. Na ikaniambia kijiji kitaingia hatarini muda sio mrefu. Hatarini? Na nikashindwa kujua nani aliyesema, maana sikumuona hata mtu. Yaani hofu ilinijaa. Nikashindwa hata nifanye nini. Kwa baada ya hapo niliamua tu nirudi nyumbani. Sikubeba hata ukuni mmoja. Bora ni hatari za kutisha. Yaani Bwana Kisama. Naam. Kwa mwaka huu tuna bahati kweli. Maana samaki zinapotoka kubwa kubwa kama hii hapa, kama hii hapa. Kuangua sasa. Na kuangua usinipelekesha afu uende kula wewe. Alafu Ndole, wewe unapenda kula sana. Ila kufanya kazi hautaki. Hapo umeshakupa kuangua samaki hizo hadi sasa hujazimaliza. Alafu Ndole, mimi mpaka sasa hapo nishakuangua samaki 5. Hata kama unafanya kazi unipelekeshe. Sikupelekeshi, ila nakwambia fanya kazi, usipende kula. Wewe unapenda sana pa mdomo sana. Naongelea muogo. Lazima nipende kula. Yaani kwenye ugali wa muogo. Tusibishane. Kwenye kula. Ndole, mfanya kazi bwana. Ugali wa muogo saizi hapa. Unamwelewa Ndole huyu? Ndugu zangu, mnamkumbuka rafiki yetu Kipanga? Tulikuwa tukija kuvua naye kulikuwa tunapata samaki wengi sana. Afu kweli umezungumza cha maana. Miaka 5 sasa amepotea. Da. Yaani nyinyi mnamwaza mtu ambaye anakula bata huko. Anakwenda kijiji cha pili huko anashapata maisha. Ndole, kuna wakati gani kama anakula bata huko? Nisiwaambia. Nyinyi mnamwaza yani miaka 5. Umeona? Anakaa amekufa tuona mwili wake. Sasa anakula bata kijiji cha pili huko. Ila mimi nahisi ni miungu imemchukua na rafiki yetu. Ila ulichozungumza ni kweli kabisa. Wewe Ndole wewe. Mimi nahisi ni kweli bwana. Ni kweli anakula bata? Hapana, hali bata. Mimi nahisi miungu imemchukua. Na kama miungu ilikuwa imemchukua, lazima uonyeshe hata ishara. Ishara? Huyu. Pole sasa. Angalia. Umaliona vile unapenda kula hivi. Ninapopenda kula sasa. Tulia. Lakini kufanya kazi Tulia Ndole wana mtoe vizuri. Pole. Karibu na mtu usije akarudie. Ndoano hiyo sije kanichoma bwana. Hem toa pole pole. Ngoja kwanza. Wewe hujala, wewe hujafanya kazi bwana. Hem fanya kazi. Mimi naenda. Mbona nyumbani mimi naenda. Ngoja jifunze. Unaona usianze kupambana. Wewe mbona unakuwa mtepo hivyo? Ila ndugu yangu, kwenye hili swala la huyu jamaa, hivyo unalichukulia? Ili jambo. Tuzungumze kwa kina. Sasa ndio tumekaa muda mrefu mtuone pale nyumbani. Tutazungumza tukiwa tunaenda nyumbani. Ila mimi naondoka lakini namwaza ni rafiki yetu yule kumbukeni. Na kweli mimi hapa nimesha-miss sana Kipanga. Maana ilikuwa rafiki yetu. Yaani Kipanga tuko hapa yani sasa hivi tushapata samaki nyingi sana. Hapa Ndele anapenda kula Ndele. Kashakimbia na wewe leo tunamfuata huko huko. Kwanza kashakimbia na samaki. Hebu tumwe yule anaweza kuwa wakubwa wote kashaficha. Tunamfuata. Alafu rafiki yangu nakumbuka una ngoma kesho kutoka kwa Mfaru. Na hilo tena swala mimi na wewe unanikumbusha. Nalijua fika. Mwana Mfaru yupo vizuri sana. Unajua na sisi ni vijana wenzi. Yaani hicho ndo ninachokipenda katika kipindi. Mimi kwanza kashanigawia eka 2 za shamba bwana. Yupo vizuri sana mtoto wa Mfaru. Inabidi tupambane. Huo kwani mkubwa huyo. Huo kwani mkubwa wewe. Muendelee. Mama mwana mama. Ni basi wakimbii. Kula sasa kimbia kwa nini? Unakujua unapenda sana mambo ya kula Ndole. Sasa angalia huko. Wewe Ndole. Nafurahia tu. Kuvua hamna. Hata kunipa viambi yani.
wewe zidili likolofi. Unapenda tu kula. Sio unapenda kula mwenye. Hii ni samaki. Yaani sasa kwa samaki ni samaki. Haya. Naona siku hizi mnang'ara, mnapendeza tu. Mazao yapo. Mfalme wetu bado kijana. Mazao yapo yanapatikana kwa wingi. Kwa lazima wang'ae mabinti wa kijiji. Na tumeshakuzoea mwe. Na samaki nimevua mingi zote. Na dangu upo kimya. Maisha yako vipi hapa kijijini? Au furahi? Jamani. Naona mnalijadili sana hili. Hivi vipi sherehe ya kwa nanilia? Kuhusu ngoma. Kwa maana mfalme. Nitakatika wewe. Sikasha kutwa. Mimi naona hapa hilo ni jambo la kawaida, lakini mimi sintokuwepo maana nahamia kijiji cha jirani. Cha pili. Tunakujua. Unamfuata kipanga wewe. Na umeshaanza. Tuondoke. Bwana mimi natulia tu kwa mwana mfalme kucheza. Kuogelea mtoni. Kuogelea. Ndio maana umepauka. Kuogelea. Usiogope kijana. Umeshakuwa tajiri. Kuna mtoto atazaliwa. Toto? Ndio, katika hiki kijiji Kisindile, kijiji chetu kimeingiliwa na balaa kubwa sana. Yaani sikini niwaambie kabisa, hili swala linatakiwa sio la kufumbia macho kabisa. Yaani kesho asubuhi kabla kujapambazuka tuambie mwana mfalme lazima ndio hili jambo. Kwani mganga? Ndio. Hili swala mheshimiwa mfalme analijua? Nyinyi kama wajumbe wa mfalme wa kijiji hichi inatakiwa kesho asijue hizi taarifa. Ndio. Sasa mizimu hapo imeamua nini? Miungu imeamua huyo mtoto afe. Sasa vipi kuhusu mwana wa mfalme? Mwana wa mfalme kesho asubuhi kabla mbala mwezi haijazama inatakiwa apewe taarifa. Na sina mengi ya kuongea. Idumu wazi ya Kisindile. Naona vijana mpo. Kesho lazima tuende kwa mwana mfalme mapema kabisa asubuhi pale. Tumetia pale mguu. Lazima tumwambie hili swala. Kwa sababu hili swala mimi nishaona kijiji chetu kuingia kwenye matatizo sasa. Mpaka utanipitia asubuhi, si ndio njia ile ile? Yaani unanipitia. Wewe utapitia kwangu, afu tutakupitia wewe mpaka kwa mwana mfalme. Tuende ndio siku umezidi kuingia. Samani mwana wa mfalme. Ndio. Jana usiku hapa tulipokea taarifa mbaya. Mganga alikuja na alisema katika kijiji cha Kisindile kuna mtoto atazaliwa, mtoto huyo ni hatari sana. Mganga aliomba